Hakuna kitu kinapumbaza wafanyakazi wa serikali kama kiinua mgongo. Nikistaafu nitapewa milioni kadhaa. Hizo milioni kadhaa una uwezo wa kuzalisha kabla hujastaafu. Ninapokuambia hivyo, nimefanya research ya kutosha. Ngoja niende na wewe kwa akili za kawaida tu. Mimi sio mtu wa biashara. Mimi ni mfanya biashara, lakini sijasomea biashara. Nataka nikusaidie kitu kimoja. Naomba nikufikirishe hivi. Utajiri leo, kopa milioni 10 kazini kwako kama itawezekana. Chukua hizo milioni 10, kabla ya kuzikopa akisha umejibana, umepata milioni 5 tu au 3. 5 au 3. Ni mfano tu. Chukua hiyo milioni 10, gawanya kwa 2. Bakiza milioni 5. Milioni 5 nenda China. Usitake vitu vikubwa. Mshaye kujiuliza, haya makava ya simu zenu mnazonunua na maulembo, mara headphone, mara charger inauzwa 3,000, 5,000, headphone wanauza earphone, sio headphone, sio earphone, hivyo hata kama nitakosea, hivyo zinauzwa 2,000, 3,000. Mshaye kujiuliza zinauzwa kiasi gani kule? Je, tunapokwenda kwenye maduka ya watu, ushaye kukaa ukapiga tathmini huyu jamaa anaweza kaa na shilingi ngapi? Okay, kama ninaenda Kariakoo ninanunua shati hii 25,000, ushaye kujiuliza China nauzwa shilingi ngapi? Manake anakuzia 25, kaishaifikisha Dar es Salaam, kashalipa ushuru TRA. Hapa najua nikiuza ninapata na faida ya mzigo, ninatoa na hela ya kodi ya TRA na kodi ya pango, na mimi napata faida. Research. Hayo tutayapata wapi? Unafanya kazi kwa malengo. Yakobo akaenda kwa mzee Labani, akafanya kazi miaka 20 kwa malengo. Malengo yake yalipotimia, akakimbiza miguu yako, akakimbiza kwato zake. Mkandala Rufufu alikuwa akasema, aliwahi kuzungumza akasema, akachanganya Mbaliga, akazikimbiza Mbaliga. Sasa usiniulize Mbaliga nini, ndio usiniulize. Kama hujui ka Google. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe Google, ila wenye kunielewa wamenielewa na maanisha nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo uwezo wa Bwana unapokuwa juu ya mtu, anafanya mambo makubwa. Shida yetu tunataka tuanzie juu.